Tunaendelea na sehemu ya pili ya movie yetu. Sehemu ya kwanza tuliishia pale babake na Dora anafahamiana na babake na Vincent. Kama hujaangalia sehemu ya kwanza, ingia kwenye chaneli yangu, utaiona pale sehemu ya kwanza. Hapa tunamalizia sehemu ya pili. Basi bwana, babake na Dora akawa anamwambia Vincent, yaani babako yule mzee Danieli, hapa nilipofika yeye ana mchango mkubwa sana. Babake na Dora anaturudisha miaka 10 iliyopita. Kumbe bwana, babake na Dora alikuwaga mlinzi kwenye nyumba ya kina Vincent, na waliishi vizuri sana na babake na Vincent. Sasa siku moja babake na Vincent akawa anamwambia babake na Dora kwamba tumeishi miaka mingi wewe kama mfanyakazi wangu, lakini kwa sasa nataka uwe rafiki yangu. Babake na Dora akawa na staajabu pale, akamwambia mzee Danieli, unajua hii kazi ndio inayonisaidia mpaka mimi nasomesha watoto wangu. Sasa ukiniambia kwamba unataka kunisimamisha kazi, nitaishije? Babake na Vincent akasema, sina maana hiyo. Maana yangu mimi nataka kuboresha maisha yako na nikufanye kama rafiki, ili hata baadaye usije kujuta kufanya kazi na mimi. Basi babake na Dora alikubaliana na mawazo ya mzee Daniel. Siku nyingine tena, kweli bwana, mzee Daniel alimtambulisha babake na Dora kwa wafanyabiashara wakubwa na kuambia kwamba huyu ni mwanafamilia yetu mpya kuanzia sasa. Basi wafanyabiashara walifurahia uwepo wa babake na Dora, maana babake na Dora alikuwa na hekima sana. Baada ya hapo, babake na Dora alienda mbali kibiashara. Alivyorudi, alitamani kukutana na mzee Danieli. Alienda nyumbani kwake mara kadhaa, lakini aliambiwa huyu mtu unayemtafuta hayupo hapa. Basi tunarudi tena kwenye meza ya kina Vincent. Babake na Dora akawa anauliza, "Embu niambie, nini kilimkuta baba yako? Nini kilitokea?" Basi Vincent akasema, babangu alifariki muda mrefu sana. Ilikuwa ni huzuni kwa watu wote, maana hawakutarajia kwamba mzee Vincent atakuwa ameshafariki. Ghafla tunaona Dennis na mamake wanaingia, baby, lakini Dora anakataa kuitikia na kumuuliza, unamuita nani hivyo? Dennis baada ya kuona pale kuna mshikaji, ikabidi aulize, huyu ni nani? Vincent akajitambulisha pale. Basi Dennis akawa anamuomba mpenzi wake kwamba waongee pembeni kidogo, lakini Dora aligoma siku hiyo. Basi Dennis akapaniki pale. Alivyopaniki ikabidi Vincent aingilie na kumwambia muache. Basi Dennis akamjibu Vincent, sijui wewe ni nani, ila nakuomba ukae mbali na haya mambo, na ni bora zaidi ukatoka nje. Mama Dennis akasema, nimekuja kwako ili uje unizalilishe. Mama Dora akasema, hapana, huyu tu tuna urafiki kifamilia, alikuja kusalimia mara moja na anaondoka. Vincent akaona isiwe tabu, akaamua kuondoka, lakini babake na Dora aliongozana na Vincent nyuma. Babake na Dora ikabidi amuulize Vincent, babako alikuachia nini na nini? Basi Vincent akajibu, hakuna alichoniachia, maana kila kitu nilikipoteza baada ya babangu kufariki. Naye Vincent anaturudisha miaka 5 iliyopita. Inaonekana mzee anampigia simu Vincent akiwa na hali mbaya sana. Akamwambia, mwanangu, naomba uje mara moja nyumbani. Vincent anaonekana alikuwa nje ya nchi kusoma. Akasema, baba, sawa, usijali. Baada ya Vincent kuja, baba akaanza kumuomba msamaha. Mwanangu, naomba unisamehe, nimepoteza kila kitu kwa ajili ya ugonjwa wangu. Vincent akasema, baba, usijali, naomba nikupeleke hospitalini. Lakini mzee Daniel akasema, hapana, nishazunguka, inatosha sasa. Ona, nimepoteza mali zangu zote kwa ajili ya ugonjwa huu, inaonekana siwezi kupona. Nilitaka nikuone kabla sijafa. Vincent akasema, hapana baba, usiseme hivyo. Baada ya babake kufariki, tunamwona Vincent pale anapewa notes ya kuondoka baada ya wiki 2, maana nyumba kwa sasa sio yao tena, inachukuliwa kwa ajili ya mkopo mkubwa ambao babake alikopa. Siku chache baadaye tunamwona Vincent anauza nguo, saa pamoja na simu ili aondoke. Basi hapo jamaa safari yake ya kuwa chokolaa na kuanza kuishi mtaani ndipo ilipoanzia. Alimsimulia babake na Dora kila kitu, akasema ukweli hadi jinsi walivyokutana, picha pale mwanzoni jinsi inavyoanza. Tunarudi tena huku ndani.
Denisi na Dola wakawa wanavutana. Ghafla babake na Dola akaingia na kuuliza, nini kinaendelea hapa? Mamake na Denisi akajibu, embu mwache mwanangu. Basi Denisi na Dola wakaanza kuvutana. Vincent akaingia akasema, naomba umwache. Denisi akajibu, nisipomwacha wewe utafanyeje? Utafanyeje sasa? Vincent kwa hasira alimpa ngumi moja kwa heshima, na Denisi akawezi kurudishia, unajua ni katoto kama mama. Sasa mamake Denisi akapaniki, akamwambia Vincent, nitaharibu maisha yako. Vincent akasema, maisha yenyewe sina, utaharibu nini? Basi mamake na Denisi kwa sababu alikuwa na vihelahela, aliwachimba mkwala sana siku hiyo. Akawaambia, tawafanyia figisu mpaka mtarudi kwenye umaskini, biashara zenu hazitafanikiwa. Basi babake na Dola kwa hasira ikabidi akatimue. Alimfukuza mamake Denisi pamoja na mwanae wakaondoka. Basi walivyoondoka, babake na Dola akamuita Denisi, akaanza kumwambia, kwa sababu babako alinisaidia na wema ni akiba, nitakuwa bega kwa bega na wewe mwanangu. Vincent akasema, baba usijali, mimi nitapambana mwenyewe baba yangu. Baadaye jioni tunaona hao wawili wako pamoja. Vincent akawa anashukuru sana kwa Dola. Dola akawa anasema, unashukuru kwa lipi? Wakati haya mambo yote ni kawaida tu. Basi Mungu si Asmani, kesho yake Vincent alipata kazi. Akaenda kumpa taarifa babake na Dola. Ilikuwa ni furaha sana. Babake na Dola alifurahi mno, Vincent alikuwa na furaha sana. Basi Vincent akawa anaondoka, Dola akaona amsindikize. Hao wawili tayari wanaonekana wameshaingia kwenye penzi moja zito, na movie inaishia hapa. Hakikisha una subscribe account na kuturn on notification ili uwe wa kwanza kupata recap kali kama hizi. Msimuliaji wako naitwa Baba TZ.